Kwa majina naitwa Daktari Joel Mayo kutoka kliniki ya Tanesius Herbal Center Limited ambayo inapatikana kwa hii mji wa Kisii. Na vile mnajuavyo, hii mwezi jao ni mwezi wa Herbal Month. Yaani ile mwezi tunakumbushwa mambo ya kutumia madawa inayopatikana ama inayotengenezwa kutoka kwa miti ama madawa inayotoka kwa miti hai. Na kwa hivyo vile inavyokuwa kawaida yetu, watu wengi walikuwa wametoka kwa hii tradition yetu ama belief yetu ya kutumia madawa ya kiasili, tukaenda kwa hii madawa yametengenezwa kwa kemikali, tunaita kwa lugha ya kimombo conventional medicine. Lakini kwa vile dunia inaenda, tumeanza kuona watu wengi wakibadilika kutoka kwa hiyo madawa ya kawaida, watu wanazoea kama madawa ya hospitali, kuingia kwa hii madawa ya miti shamba. Kwa sababu zinazofuatia, kulingana na utafiti unaofanywa, hii madawa ya kiasili mara mingi sana unasaidia ile magonjwa sugu. Kuna hii magonjwa kama magonjwa ya zinaa sahihi, kwa vile wengi vile mnajua magonjwa ya zinaa haisuluhishwi na ile madawa ya hospitali. Kwa wengi wanajua sana ni madawa tunaita antibiotics. So hii antibiotics ya kemikali imeshindwa kutibu kikamilifu magonjwa kama magonjwa ya zinaa. Kuna hii magonjwa sugu, yani tunaita terminal diseases ama lifestyle diseases, yani magonjwa kali. Pia imeanza kusindikana ama imeanza kuresist hii madawa ya kemikali. Kwa hivyo ndio sana unaona watu wameanza kurudi mahali tumetoka. Na ukirudi mahali unatoka ni kwa sababu umerealize ama umegundua kwamba hapo mahali ulikuwa ni mahali salama. Na kutumia madawa ya kiasili inasaidia sana kupona. Mtu anapona kabisa. Kwa vile wengi hawajui, hii madawa ya kemikali hutengenezwa kuua chemichemi ya mwili ili chemichemi zingine zikuwe sahihi, yani sipone. Lakini madawa hii ya kiasili hutumika kupona, inasaidiana na mwili kwa sababu ni madawa iliyo hai. Haina madhara mingi, yani haina side effect mingi kama ile madawa ya kemikali. Ndio maana sisi kama watu ama sisi kama madaktari wa kutibu kiasili tumeanza kugundua magonjwa mingi inaweza tipika na tukitumia hii madawa ya kiasili. Na ndio maana saa hii watu wengi unaweza pata wako foleni kwa kliniki zetu kutumia madawa ya kiasili ndio wapone magonjwa sugu. Ukiona kama magonjwa ya kisukari, watu wengi hutumia madawa ya kemikali, wanatumia inachoka. Tunasema imekuwa mingi kwa damu. Inaleta toxins mingi. Kuna magonjwa kama magonjwa ya pressure, kuna magonjwa kama magonjwa ya ulcers. Ulcers ni vidonda tumbo, yaani ile vidonda inaingia kwa tumbo. Lakini sana sana wengi wamejaribu kutumia madawa ya kemikali na imekataa. Kuna watu wanakuanga na magonjwa ya tumbo kama magonjwa ya H. pylori. Sana sana unatumia antibiotic mpaka zinakataa, unatumia antacid mpaka zinakataa, kwa sababu hii vidonda imekuwa mingi na haitaki kemikali mingi, na ukitumia madawa imetengenezwa na kemikali mingi inafanya ugonjwa inakuwa mingi zaidi. Kwa hivyo ningehimiza watu wengi wajaribu hii njia nyingine, kwa sababu hii njia ya madawa ya kiasili ikitibu ugonjwa inatibu ugonjwa unaisha kabisa. Madawa ya kemikali inasaidia kutibu magonjwa, lakini magonjwa pia urudi wakati mwingine, na ukiitumia sana inaleta madhara mingi kwa mwili, kwa sababu iko na side effect ama madhara zaidi wakati mnapoitumia. Na vile tunavyoongea sasa hii kwa kliniki yetu kama kliniki yetu ya Tanesius ambayo iko kwa mji wa Kisii, kama kwa mwezi moja ama kwa wiki moja tunaweza kutumia wagonjwa kama 20 kwa wiki moja. Kwa sababu gani? Wagonjwa wengi wameanza kugundua madawa yetu ya kiasili hufanya kazi na hufanya kazi effectively, yani inafanya kazi kikamilifu. Kwa hivyo ukiona wiki moja unapata watu 20 au watu 20 wakipona wanalifaa watu wengine 40. Kwa hivyo tuseme kadri ya mwezi moja unaweza pata umehudumu kama wagonjwa 30 ikipungua 25. Kwa hivyo hii madawa yetu ya kiasili imeanza kutia fora, imeanza kuwika kwa sababu ya ile kazi inafanya kwa mwili yetu na vile inatibu magonjwa inaisha kabisa kwa mwili yetu. Kwetu
kama madaktari wa kutibu kiasili, sisi pia kwa vile hao madaktari wengine wa convention, the convention doctors wako na ile vikundi, yani viwango yao, wako na vile wanakutana, na sisi pia tuko na vile tunakutana kwa zile organization zetu. Kama sisi tuko na Christian Apostolic Association, yani ile kikapu ambayo imetubeba sisi wote, na pia tuko na ile ushirikiano. Hiyo ushirikiano yetu iko karibu nchi mzima na dunia mzima, kwa sababu wale watu wanatibu kiasili ile hizo nchi za nje bado tuna connect na wao, because tukifanya research tunapata tumegundua ile mwenye ako nchi nyingine na sisi wale tuko hapa tumegundua tunatumia sisi wote. Kwa hivyo hatutumii ile teknolojia ya kitambo eti ni lazima ufunzwe na mama yako, ufunzwe na baba yako. Pia sisi kama hii kliniki yetu ya Athanasius imefungua pia shule ya kutibu ya kufunza watu vile unatumia madawa ya kienyeji, na hii yote tunashirikiana na shule zingine ziko nje ya nchi yetu. Na pia kuna ile ushirikiano wetu kwa sisi kama wale watu tunatibu ama wale madaktari wa kutibu kienyeji, na ushirikiano wa zile taasisi za serikali kama KEMRI. KEMRI pia inafanya research ama inafanya utafiti kwa hii miti ama kwa hii madawa inatengenezwa kutoka kwa miti. Kwa hivyo tuna ushirikiano wetu, ukitaka kufanya ugunduzi zaidi kwa ile madawa vile inafanya kazi, kemikali gani iko nayo na ile kazi imefanya kwa kuiendeleza kabisa, tunashirikiana na ile taasisi ya KEMRI ama Kenya Medical Research Institute. Madaktari wa kutibu kienyeji pia ama kutibu na madawa ya kiasili tunakutana na changamoto kadha, na hizo changamoto zote tunakutana nazo ni kwa sababu kuna zile madawa zingine haziwezi patikana humu nchini ama huku kwetu, lazima pia tuitafute nje ya nchi. Kuna ile miti inasaidia, kuna ile herbs zinasaidia sana, na vile pia haziwezi kukuzwa kwa hii ardhi yetu ama udongo yetu. Kwa hivyo pia tunapatana na hizo changamoto zingine. Changamoto zingine tunakutana nazo ni zile umepata mtu ameenda amepimwa kwingine ama amepimwa kwa hii hospitali ya kawaida na ameambiwa na daktari usitumie dawa za kiasili, lakini yeye mwenyewe ako na ile uamuzi anataka kutumia dawa ya kiasili kwa sababu mwingine amemwambia nienda nikatibiwa nikapona. Pia lazima ukuwe na hiyo changamoto ya kumweleza ni njia gani unaweza fanya hiyo ikue. Kuna ile changamoto pia inakuwa, lakini sana kwa sababu tunashirikiana na hii taasisi zingine ya serikali, tunaenda kupima kiwango cha ile madawa mtu anafaa kutumia na ni kwa muda gani kwa ile ugonjwa anapata. Lakini kwa sasa hivi ile teknolojia imeenda, pia sisi tuko na ile machines ama kuna ile mashini za kupima tujue ugonjwa mtu ako nayo na ile tiba anafaa kupewa. Kwa hivyo kila taasisi iko na changamoto zake, na pia sisi wale wa kutibu